Pigie Prophet, alafu tutaendelea na Lovey Dovey na muziki mzuri kwa ajili yako. But leo niko nataka ujifunze vitu kwenye njia iliyo bora. Huyu Prophet is one of the best prophet ambao mimi nakutana nao kwenye mitandao ya kijamii. Ana uwezo, he has power to talk. Nataka kidogo azungumzie vitu ambavyo vitakusaidia wewe unanifuatilia right now, si ndio? Kama atapokea simu, na vitakuongoza kwa wewe ambaye huwa unakata tamaa mahusiano nini. Hello? 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 Hi. Hi, mtu wa Mungu. Mtu wa Mungu, uko live Wasafi. Kuna kitu nataka unisaidie hapo uongelee. Kwanza jitambulishe. This time hapo sasa hivi ninavyoongea uko live? Yeah, nimekuweka loudspeaker. Kuna kitu nilikuwa nafanya nikakumbuka ni vitu ambavyo wewe unaongelea. Spiritual maturity in a relationship. Spiritual maturity in a relationship ikoje? Labda na mtu ambaye labda amevunjika moyo lakini anataka kukabidhi maisha yake aongozwe kwa ukuaji hasa katika imani ya Mwenyezi Mungu na kuwa na ile mature love, anafanya nini? Kwa sababu watu wanavunjika sana mioyo, kwa hiyo hawana njia. Wengine wanaenda kwa waganga, wengine wanapiga magoti na kumwomba Mwenyezi Mungu. Lakini at the end of the day, I want you to just kidogo tuelezee watu relationship inatengenezwa na nini hasa katika imani ya kumwomba Mwenyezi Mungu. Oh wow. Imekuwa surprise kidogo lakini acha niende. Kwanza ni muhimu kufahamu unapo kwanza introduce yourself. Yes, unaweza kuniongoza, lakini ukizungumzia mahusiano, kuna mahusiano ya aina mbili. Kuna mahusiano ndani ya mpango wa Mungu, kuna mahusiano nje ya mpango wa Mungu. Okay. Kwa hiyo hapa tunazungumzia mahusiano ndani ya mpango wa Mungu. Tukisema mahusiano ndani ya mpango wa Mungu, maana yake haya ni mahusiano ambayo ni watu wote ambao wana hofu ya Mungu, wanamcha Mungu na wameamua kuwa pamoja. Haya ni mahusiano ndani ya mpango wa Mungu. Okay. Mahusiano nje ya mpango wa Mungu ni yale ambayo ulimwengu unayaishi kwamba tunakuwa marafiki, we just date, hakuna malengo. Hivyo ikitokea tumeachana, it's okay. Lakini mahusiano ndani ya mpango wa Mungu, basi niruhusu hapo ndo nizungumzie kidogo tu kwa ufupi. Nafikiri kama una sehemu utakuwa unaniuliza, nitakuwa nakusikiliza. Okay. Kwanza ni muhimu kufahamu kwamba Mungu mwenyewe ndiyo chanzo ama asili ya upendo. Kwa sababu Mungu mwenyewe ni pendo. Na kwa mujibu wa Biblia unamuona Mungu kwenye kitabu kile cha Mwanzo anazungumza kwamba na tumfanye mtu kwa sura yetu na kwa mfano wetu. Mungu anakwenda anamuumba Adamu. Anakwenda Adamu, anakwenda yule, anaishi. Baadaye Mungu anasema si vema mtu huyu awe peke yake, basi tumfanyie msaidizi wa kufanana naye. Baada ya kuwa Mungu amekwisha kumletea Adamu usingizi mzito, akatoa sehemu ya ubavu wake, akaumba mwanamke. Na baada ya kuwa amemuumba mwanamke, Adamu alipoamka kwenye ule usingizi, alipomuona tu akasema, wewe utaitwa mwanamke kwa sababu umetoka ubavuni kwangu. Sawa. Kwa hiyo Mungu ndiyo asili ya upendo ama mahusiano mema. Na hiyo tunaona kwenye asili ya upendo kwanza kwa yeye kutoa. Okay. Ya kwanza ya upendo wa Mungu imejikita kwenye kutoa. Alipopenda Mungu alitoa. Kwa hiyo Mungu alipotupenda alitoa mwanae. Kwa tafsiri ya kwanza ya upendo, it is to give. But when it comes to relationship issues ni kwamba
Kwa watu ambao ni mahusiano ya kimungu, maana yake mnakuwa na malengo ambayo mnakutana, kijana wa kiume na kijana wa kike. Napokuwa mmekutana sasa, mnaelezana, bwana, unaelewa lugha ni zile zile tu, hakuna kuona nyingi, nimekupenda, nakupenda pia, unaona. So baada ya hapo, maana yake ni lazima hawa wawili wakae chini. Sasa binti inabidi amsikilize mwanaume ana vision gani, kwa sababu miongoni mwa vitu ambavyo Diva umezungumzia hapo vinapelekea sana mahusiano mengi kuharibika ni watu kuanza mahusiano walio kwenye mpango wa kimungu bila ya vision kuwepo kwenye yale mahusiano. Na ndio maana ni muhimu sana kwa binti ama kwa mwanamke sasa anapokuwa yupo kwenye issue ya mahusiano na kijana wa kiume, amueleze huyu kijana wa kiume bayana, yani wazi wazi, kwamba what is your vision, maono yako ni nini. Kwa sababu ni muhimu sana wanawake kuweza kufahamu kwamba unapokuwa umekubali kuingia kwenye mahusiano kwa mujibu wa mahusiano ya kibiblia, maana yake unakubali kukaa chini ya mtu. So ni muhimu sana kwa mtu huyu sasa, mwanamke, unapokuwa umekubali kwamba naingia kwenye mahusiano, ufahamu kwa mahusiano ya kimungu, kibiblia, maana yake ni kwamba unakubali kwenda kukaa chini ya mtu. Okay. Kwa sasa watu wengi anakwenda anaingia bila kujua, ndio maana baadaye mahusiano yanavunjika mengi. Leo hii tuna stress, watu wanaingia kwenye ndoa lakini hakuwa na ile elimu ya awali ya kufahamu mahusiano ya kimungu yakoje. Kwa sababu leo hii ukisema mimi naolewa, ndoa ya kanisani, vigelegele hivi hapa, maana yake wewe umekubali kukaa chini ya mwanaume. You submit under your husband. Okay, huyu sasa ndiye ambaye anaamua kila kitu kwa habari ya maisha yako. Okay. So confusion inakuja pale ambapo unaingia kwenye mahusiano, hujui unachokiingia ni kitu gani iko. Anapenda ndoa, ndoa. Unajua kweli ndoa inamaanisha nini? Unajua kweli ndoa nini? Sababu marriage it is not only sex. You know, unajua vijana wengi leo hii wakiwaza ndoa wanawaza sex. Ndoa ni majukumu. Ndoa ni majukumu. Kwa sasa atatoka huku na ile akili ya ujanani, anawaza kwamba yani ndoa nikiingia pale kunakuwa na ile mihemko ya ujanani. Yani nataka ndoa, yani tusikae, yani na mimi nipate mtu, upate mtu, then what next? Baada ya kupata mtu, umeingia ndani ya ndoa. So what next? You are in a marriage now. What next? Basi tuzae tupate watoto. Okay, now na watoto, what next? Wakuwe wasome, waende shule, wasome wafaulu. Okay, wamekuwa wamesoma wamefaulu. What next? Kuna kitu kiko nje ya mambo ambayo, yani kiko ng'ambo ya mambo ambayo macho haya ya kawaida unaweza kuona. Na hiyo ndio ndoa ya kusudi la Mungu, ama mahusiano ambayo yako kwenye mpango wa kimungu. Lovey Dovey.